Jambo la kwanza ni shukrani za dhati kwa mkuu wa mkoa mwenyewe, lakini na familia yake, kwa sababu ya umoja wao katika familia yao. Wameona wafanye jambo hili kugusa maisha yenu watoto, lakini vile vile wamefanya hivi kama sehemu ya kutimiza wajibu wao mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika vitabu vitakatifu ameagiza wajibu wetu wa kuyafanya haya tunayoyafanya, na hasa hili lililofanyika leo. Nataka niwashukuru wale wote ambao mmepewa karama ya kulea watoto hawa. Hawa watoto tukiwatizama hapa, kwanza tusingeweza kuwapata bila ninyi. Ni kwa sababu ninyi kuna kazi hii mmejitolea kuwalea na kuwakusanya, lakini sio tu kuwalea na kuwakusanya. Watoto wenyewe wanaonekana wana afya na wana nyuso zenye furaha. Ni kwa sababu mna malezi mazuri. Tunashukuru sana kwa malezi mnayowalea hawa watoto. Lakini niwaambie watoto, si hoja kubwa sana kutokuwa na baba au kutokuwa na mama. Yaani si hoja ya kukufanya wewe uchanganyikiwe au makose amani ama ukose kufikiria future yako. Kilichopo sasa ni wewe kuwasikiliza hawa walezi. Hawa walezi wetu hawa ndio watakao tupeleka mahali ambapo na sisi siku moja tutasahau tulikotoka, kwamba kweli hatukuwa na baba, hatukuwa na mama, lakini maisha yatakavyokwenda mbele hamtakuwa na tofauti na yule aliye na baba na aliye na mama. Lazima muishi kwa matumaini hayo. Maadamu Mungu kawapa uhai, kawapa uzima, ninyi hapa mnaweza kuwa wakubwa sana baadaye. Someni kwa bidii sana. Msome kwa bidii sana ili baadaye wengine mtalea wenzenu ambao nao watakuwa katika mazingira magumu baadaye. Mtalipa fadhila hiyo. Kwa hiyo niwaombe watoto, la kwanza, soma sana kwa bidii zote. Soma sana, tafuta vitabu, tafuta elimu kokote inapopatikana elimu. La pili, wasikilize wakubwa, fuata malezi ya walezi na jamii. Cha tatu, mche Mwenyezi Mungu. Maana ukimcha Mwenyezi Mungu hutaiba. Ukimcha Mwenyezi Mungu, na kwa kweli nimegeuza tu, ili la kumcha Mwenyezi Mungu ndio itakiwa liwe la kwanza kabisa. Mtakapotoka hapa, huyu naye aliyewaandalieni shughuli ya leo, naye ni binadamu. Msisahau kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alishaweka utaratibu, maombi yenu watoto ni ya moja kwa moja, ili na kesho na mwaka kesho na mwaka kesho kutwa shughuli kama hii azidi kubarikiwa, azidi kuwa na mafanikio, ili atuandalie shughuli nyingine na zaidi ya hii. Na la mwisho, msikate tamaa. Mjue kwamba huko mbele ninyi ni wakubwa. Dakika yote mtakuwa wakubwa. Mtafanikiwa tu sawa na wengine waliofanikiwa. Nanyi walezi, sisi kama serikali tuko tayari, na siku zote tuko tayari. SWACO mara nyingi wanakuja ofisini kwangu, wanaenda ofisini kwa mkuu wa mkoa, wakiwa na jambo lolote. Sisi tuko tayari kushirikiana nanyi. Yapo mambo mengine yanawatatizeni, yakiwatatiza hamko peke yenu. Ninyi mna dhamana tu hii ya kulea watoto, lakini kwa kweli si mzigo wenu peke yenu. Huu ni mzigo wa jamii, ni wajibu wetu sote. Niwapongeze wasimamizi na wakuu wa hivyo vituo kwa kazi kubwa iliyojaa wito ndani yake ya kuhakikisha hawa watoto sio tu wanalelewa, lakini wanalelewa katika faraja na furaha kwenye siku zote za maisha yao. Watoto wanapokuwa kwenye mfano wa hali hizi ambazo hawa wanapitia, kwa kweli wanaweza wakavunjika nyoyo zao na wakajikuta kwenye
kwenye tabia ambazo hazifai. Mimi niendelee kuiasa na kuiomba jamii ya Wanaruvuma kuhakikisha sio tu wakati huu wa hizi sikukuu, lakini hata kwenye maisha yetu ya kawaida tuwakumbuke watoto hawa, angalau kwa kwenda kuwajulia hali, kuzungumza na kucheza nao. Hii ni sehemu kubwa ya faraja kwao, lakini pia inawajenga vizuri kisaikolojia, kinidhamu na kimaadili. Kwa majina naitwa Emmanuel Nzwaga. Natokea Msamala katika kituo cha watoto yatima St. Teresa Orphan Foundation. Nimekuja hapa kwa kusema asante kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kutuandalia siku nzuri ya leo. Tunafurahi sana. Asanteni. Naitwa Upendo Mwaipopo, ni mlezi au matron kutoka kituo cha Swako ambacho kiko Mwenge Mshindo. Kwa niaba ya vituo vyote vilivyofika hapa, watoto, viongozi wetu, tuna neno la shukrani kwa mgeni rasmi. Tunashukuru sana kwa upendo wako. Tunashukuru kwa kutukumbuka siku ya leo, umetutoa out. Watoto kama unavyoona wamefurahi. Tunashukuru, Mungu azidi kuwabariki. Pia na hii familia mkuu wa mkoa tunawashukuru pia kwa upendo wenu. Mungu awabariki, mlipotoa mzidishiwe. Asante sana.